Zitto Kabwe kuchukua fomu ya kugombea ubunge Kigoma. Kiongozi mstaafu ACT Wazalendo Zitto Zuberi Kabwe amesema atachukua fomu ya kuomba ridhaa ya chama cha ACT Wazalendo kimteue kuwa mgombea jimbo la Kigoma mjini, ambapo akishachukua fomu ataongea pia na wananchi wa kata ya Bangu. Kupitia ukurasa wake wa X, Zitto Zuberi Kabwe ambaye amewahi kuwa mbunge kwa miaka 15 ameandika leo mchana na kutana na wazee wa mji wa Kigoma mjini kuomba baraka zao kabla ya kuchukua fomu kugombea ubunge jimbo la Kigoma mjini. Mungu akipenda nitachukua fomu na kuzungumza na wananchi katika kata ya Bangu. Ni taarifa kutoka Kigoma. Hatimaye kiongozi mstaafu wa ACT Wazalendo Zitto Zuberi Kabwe amesema atachukua fomu ya kuomba ridhaa chama cha ACT Wazalendo kimteue kuwa mgombea jimbo la Kigoma mjini, ambapo akishachukua fomu ataongea pia na wananchi wa kata ya Bangu. Sakata la kurushiwa kiatu Rais Ruto, watu watatu wakamatwa. Watu watatu wanashikiliwa na maafisa wa jeshi la polisi huko Kuria katika kaunti ya Migori nchini Kenya kwa tuhuma za kumrushia kiatu Rais wa Kenya William Ruto wakati akihutubia wakazi wa Keacha, ambapo afisa wa usalama ambaye jina lake halijatajwa amesema uchunguzi unaendelea na wanategemea kuwakamata wahusika wengine wa tukio hilo. Afisa huyo pia alisema uchunguzi wao umebaini kwamba tukio hilo lilichochewa na ugomvi wa kisiasa na pengine lilipangwa kabla ya ziara ya Rais wa Kenya William Ruto, ambapo mamlaka za uchunguzi na usalama wa taifa nchini Kenya zinachunguza mshukiwa mkuu wa tukio hilo kwa makini, ambaye ndiye atakayefanikisha uchunguzi mzima wa zoezi hilo. Tukio hilo la kushangaza lilitokea wakati Rais wa Kenya William Ruto akiwa katika ziara yake ya Migori, ambapo Rais Ruto alikuwa akihutubia wakulima wa Keacha katika hotuba iliyolenga kupunguza gharama za pembejeo kwa wakulima hao, ambapo katikati ya hotuba yake alirushiwa kiatu ambapo kilikwenda kumlenga kichwani na kisha kuahirisha hotuba hiyo. Hata hivyo, maafisa wa usalama nchini Kenya wenye jukumu la kumlinda Rais wa Kenya William Ruto walikimbia haraka jukwani na mkutano ukavurugika kwa dakika chache, ambapo baadhi ya wabunge walilaani tukio hilo wakisema mkutano unaahirishwa na maisha ya rais kwa usalama zaidi. Ni taarifa kutoka nchini Kenya. Hatimaye watu watatu wanashikiliwa na maafisa wa jeshi la polisi huko Kuria katika kaunti ya Migori nchini Kenya kwa tuhuma za kumrushia Rais wa Kenya William Ruto kiatu wakati akihutubia wakazi wa Keacha, ambapo afisa wa usalama ambaye jina lake halikutajwa amesema uchunguzi unaendelea na wanategemea kuwakamata wahusika wengine wa tukio zima. Hatimaye aliyemtishia Padri Kitima mtandaoni akamatwa na jeshi la polisi. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limemkamata na pia kumhoji kwa kina Frey Edward Kosea mwenye umri wa miaka 51, mkazi wa Dodoma na Mbezi Beach Makonde jijini Dar es Salaam, kufuatia chapisho lake la vitisho dhidi ya Padri Charles Kitima aliyolitoa kwenye mitandao ya kijamii siku chache kabla ya padri kupatwa na tukio. Akiongea jijini Dar es Salaam, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Muliro Jumanne Muliro amesema upelelezi wa shauri hilo unaendelea. Jeshi la polisi Tanzania linawashukuru wananchi, linatoa wito kuendelea kushirikiana ili kuimarisha mifumo ya usalama na kutoa fursa kwa wahalifu kutenda makosa. Katika ukurasa wake wa X, Frey Aprili 28 mwaka 2025 aliandika, mwambieni Kitima ipo siku ataingia kwenye 18, atoka asa au Tanzania, mwacheni ajifanye mwanasiasa, mfikishieni message, siku si nyingi atapata anachokitafuta, dawa yake iko jikoni, atakuja kuozea jela. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limemkamata na pia kumhoji kwa kina Frey Edward Kosea mwenye umri wa miaka 51, mkazi wa Dodoma na Mbezi Beach Makonde jijini Dar es Salaam, kufuatia chapisho lake la vitisho dhidi ya Padri Charles Kitima aliyolitoa kwenye mitandao ya kijamii siku chache kabla ya padri kupatwa na tukio. Amos Makala atoa kauli waliohama Chadema tunawakaribisha sisi. Katibu wa halmashauri kuu NEC itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Amos Makala amewakaribisha kujiunga Chama cha Mapinduzi CCM wajumbe wa sekretarieti ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema iliyomaliza muda wake, ambao Mei 7 mwaka 2025 walitangaza rasmi kuondoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, akiwemo aliyekuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bala Benson Kigaila, aliyekuwa katibu mkuu Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Zanzibar Salum Mwalimu,
Catherine Luge na John Mrema. CPA Amos Makala amesema hayo wakati akiongea na wananchi wa Mvomero mkoani Morogoro, ikiwa ni mwendelezo wa ziara yake ya siku 7 mkoani humo. Ni taarifa kutoka Morogoro. Hatimaye katibu wa halmashauri kuu NEC itikadi uenezi mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM CPA Amos Makala amewakaribisha kujiunga na Chama cha Mapinduzi CCM wajumbe wa sekretarieti ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema iliyomaliza muda wake ambao Mei 7 mwaka 2025 walitangaza rasmi kuondoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, akiwemo aliyekuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bala Benson Kigaila, aliyekuwa mkuu wa Chadema Zanzibar Salum Mwalimu, Catherine Luge na John Mrema. Bunge la Ulaya kujadili kesi ya Tundu Lissu. Bunge la Ulaya linatarajiwa kufanya mjadala wa dharura kujadili masuala ya kisiasa nchini Tanzania, wakilenga zaidi kujadili kwa kina kuhusu kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu na hatari ya hukumu yake iwapo atapatikana na hatia ya uhaini. Kwa mujibu wa taarifa iliyowekwa kwenye tovuti rasmi ya bunge hilo, mjadala wa bunge la Ulaya unatarajiwa kuanza Mei 8 mwaka 2025 kati ya saa 7 mchana hadi saa 4 usiku kwa saa za Ulaya. Baada ya mjadala huo, wabunge wa Ulaya wanaandaa na kupiga kura juu ya azimio maalum lenye rejea ya mwaka 2025 yenye nambari 2690 RSP Mei 8 mwaka 2025 kuhusu mjadala huo wa kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Tundu Antipas Lissu anakabiliwa na mashtaka mawili, ambapo moja ni la uchochezi na jingine ni la uhaini, ambalo adhabu yake ni kunyongwa, ambapo kesi yake inatarajiwa kuendelea tena kesho katika mahakama ya Kisutu. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye bunge la Ulaya linatarajiwa kufanya mjadala wa dharura kujadili masuala ya kisiasa nchini Tanzania, wakilenga zaidi kujadili kwa kina kuhusu kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu na hatari ya hukumu yake iwapo atapatikana na hatia ya uhaini.